kununua. Unavunjika moyo unapokopa ujiendeleze, baadaye unaona uwezi tena kuendelea, unarudishwa nyuma. Nyumba inauzwa, vitu vinauzwa, pali inaezuliwa. Siku hizi watu wanachukua makochi, wanachukua friji ulizotumikia miaka yote, vyote navyo vinaenda. Bado usivunjike moyo, uende sababu ya kumshukuru Mungu, uende sababu ya kusema Mungu asante. Hivi ni vitu vya kupita, Mungu utanipa vingine. Kagame ni kijana kule Kenya ambaye ni kipofu, lakini alitunga wimbo. Yeye ni kipofu, wengine watu wana macho wanaona. Kina kasema mshukuru ni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Yeye ana macho, lakini akasema mshukuruni Bwana. Anakukumbusha wewe macho mawili. Hakukaa chini aliye, Mungu mimi kipofu, Mungu kwa nini mimi uliniumba kipofu? Hivi ni nani, mama yangu au mimi ndo mwenye dhambi? Lakini akasema mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mwema, kwa maana fadhili zake zadumu milele. Shukuruni Bwana wa mabwana, fadhili zake ni za milele. Ametenda mambo makuu, fadhili zake ni za milele. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari ule wa 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakatokea tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Ule mlinzi wa gereza kaamka, na alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga wake akitaka kujiua, akidhani ya kwamba wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijizuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini ili nipate kuokoka? Wakamwambia, muamini Bwana Yesu na utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wake wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akaosha mapigo yao. Hili ndiyo neno la Mungu. Hiyo ndiyo hasira takatifu. Hata kama walikuwa wamepigwa, hata kama walikuwa wameonewa, kwa sababu walikuwa nahubiri Injili, akatoa mapepo. Waliomtoa mapepo mmoja wapo alikuwa ni kijakazi ambaye alikuwa kazi yake kutabiri, akiwaletea pesa nyingi mabwana zake. Yule bwana kakasirika kwa sababu ana uwezo, akawafunga. Hata kama walikuwa wamefungwa bila kosa, hata kama walikuwa wamefungwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, wakajikuta wamefungwa gerezani, lakini bado hawakumkasirikia Mungu, bado hawakuzira, bado hawakusema sisi hatuwezi kufanya lolote. Mungu, sisi tumefanya vitu vyote hivi, halafu leo wote tunafungwa. Hawakumwambia Mungu, hawakumsimanga Mungu, lakini waliimba, lakini waliomba, walitafuta sababu ya kumtukuza Mungu. Mungu naye akashusha msaada. Bwana asifiwe sana. Wengi wamefungwa kwenye magereza ya magonjwa, lakini katika magonjwa haitakiwi wewe uwe mtu wa manunguniko. Kama Mungu yuko, kwa nini mimi naumwa? Kwani mimi nimekosa nini? Naomba uwe mfano. Soma Biblia upate wenzako waliopatikana na majaribu walisemaje. Mungu atafanya njia pasipo njia kwa ajili yako. Mungu atafungua milango iliyofungwa kwa ajili yako. Mungu atakukumbatia kuambia usiogope, niko pamoja na wewe. Wenye shida ni watu wa dunia, kwa maana akiangalia msaada kulia, akiangalia kushoto, akiangalia mbele, akiangalia nyuma, basi akili zinagota kaka
zinafika kwenye ukuta, nkaa hana matumaini mengine. Lakini heri wewe na mimi, ukishinda kupata msaada kushoto kulia, ukishinda kupata msaada mbele nyuma, bado yako matumaini. Utaangalia juu kwa Mungu, utamwambia Mungu, shuka, Roho Mtakatifu shuka, nisaidie. Tuona mara moja milango inafunguka, inafungwa mpaka kwa ajili yako. Nataka milango ile mpaka kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Mungu afungue milango iliyofungwa kwa ajili yako. Mungu afanye njia kwa ajili yako. Waliokukataa wakuite kwa jina la Yesu. Wanaokuchukia wakupende kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu, hata kama nyosha kidole, mwambie Mungu, hata kama mimi bado ndakutukuza, mimi bado ndakushukuru, mimi bado ndasema asante. Shetani ameshindwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ayubu 2 mstari ule wa 4 kuendelea. Anasema, Shetani akamjibu Bwana na kusema, ngozi kwa ngozi, naam, yote aliyonayo mtu anayatoa kwa ajili ya uhai wake. Lakini sasa nyosha mkono wako uguse mifupa yake na nyama yake, nawe atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yeye yumo mikononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya, tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae cha kujikunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Mkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, upate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Hili ndiyo neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Dunia inapita na mambo yake, lakini neno la Mungu litaendelea milele. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani tena unavyomjua, jino kwa jino, ngozi kwa ngozi. Shetani anapenda sana kuchonganisha. Kaenda mbele za Mungu, ngozi kwa ngozi. Shetani kizabi zabina alipoona kule ameshindwa, Ayubu bado anamtukuza Mungu, akasema, sasa gusa nyama yake, gusa ngozi yake uone pata chimbika. Lakini kwa Ayubu bado hakuweza. Kamuita mke wake mpumbavu, kumwambia, hakika wewe umekosea kwa sababu si sahihi unavyofanya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Thamini sana ulicho nacho ndani yako. Magonjwa yatapita. Shukuru wema wa Mungu. Ukikumbuka msamaha, Zaburi 103, soma ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema, atuponyaye na magonjwa yetu, atusamehaye dhambi zetu, alindaye uhai wetu na kaburi, akupaye usingizi mahali pa shida. Sasa kweli utaweza kumkasirikia Mungu? Mungu anakupa vitu vyote hivi, anaponya magonjwa. Mungu ni daktari wa madaktari. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kweli utamkasirikia Mungu kwa ajili ya vitu hivyo? Tafuta sababu ya kumshukuru Mungu. Hata kwa kimoja wapo haujafa, sawa, shukuru Mungu hata kwa kitu kidogo. Wako wenye elimu hawana kazi, wana vyetu wanazunguka navyo, kazi hawapati. Bwana alisema, ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Isaya 1:19. Utakula mema ya nchi. Mungu anataka ule mema ya nchi. Mungu anasema, kila utakapopakanyaga mimi nimekupa upatawale. Joshua 1 mstari ule wa 3 na 4. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12. Bwana anakuambia ya kwamba mimi nitabariki kazi za mikono yako. Kwa hivyo kila mtu anabudi ya kubarikiwa.
Usipobarikiwa, chunguza njia zako, chunguza bidii yako, utaona Mungu anakupa njia. Mapenzi ya Mungu tufanikiwe, tuinuke, tuendelee mbele. Sasa usikae ukinungunika, usikae ukilalamika. Niliosoma nao wote wenzangu wana nyumba zao, na wewe utajenga. Usikwazike kwa sababu ya nyumba. Nyumba mtu akienda hataenda naye kaburini. Wenzangu wote wameolewa, mimi sijaolewa. Usikwazike kwa sababu ya kukosa mume. Wenzangu wote wana vyeo, Mungu atakupa cheo. Usikwazike kwa sababu ya hiyo. Wewe ukipata sababu ya kumtukuza Mungu, mtukuze kwa hiyo. Mungu naye ana aibu eti. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenipa cheo. Hakuna cheo wamepewa wengine. Wewe sema nakushukuru Mungu kwa sababu umenipa cheo. Mungu ataona aibu. Atasababisha interview fulani upate cheo. Lakini makosa ni kwamba mtu akikosa ndio basi kanyongonya, hata kanisani siendi kanisani. Nimemwomba sana Mungu na kufunga vile vile. Alafu mimi bwana natoga mafungu ya 10, sasa imekuwaje? Nabii nimuulize Mungu kisawa sawa. Mungu anaendewa kwa hekima. Siende kichwa kama mtoto wako. Anabamizaga vile vile. Bwana Yesu apewe sifa. Mmenielewa? Tafute sababu ya kumtukuza Mungu. Mika 6 mstari wa 6 mpaka 8. Sema nimrudishie Mungu wangu nini kwa ukarimu anaonitendea. Mungu amenipa vyote, mimi ndampa nini? Jamani, uwe na sababu ya kuimba. Nikupe nini Mungu wangu? Nikupe nini Mungu wangu? Nikupe nini Mungu wangu? Ili na wewe ufurahi. Kama kazi umenipa, kama pesa umenipa, watoto wazuri umenipa, nikupe nini ufurahi? Tafuta kujipendekeza kwa Mungu. Watu wa dunia wanakatisha tamaa. Watu wengi kazi yao kucheka wenzao. Watu wengi kazi yao kudharau wenzao. Unakata tamaa, unavunjika moyo. Usikate tamaa kwa sababu ya wanadamu. Hawana mbingu ya kukupeleka, hawana msaada. Mshike Mungu, yeye ni vyote ndani ya vyote. Huyu ndiye mbeba maono wa kanisa la Mlima wa Moto Mikocheni B. Karibu Mlima wa Moto, mahali ambapo utapata mabadiliko. Karibu mahali ambapo Mungu anashuka kwa moto, akateketeze kila magonjwa, kila shida na kila jaribu katika maisha. Jumapili hii usikose ibada ya uponyaji mkuu wa magonjwa yote. Lakini haya yote namshukuru Mungu ni kwa sababu ya Mlima wa Moto wa Mikocheni. Lakini nilikuja mahali hapo jamani, nilikuwa nimekufa kabisa. Mimi nashukuru. Kweli nimepona. Lakini kwa nimekaa tu nisema Mungu naomba unisaidie tu niweze kupona. Sababu nimehangaika sana. Tabu zote. Muda mrefu sifanye kazi yoyote. Umefungwa. Na amani sasa, mwili mwepesi. Yaani vile vitu vinatobotoboka kwenye mwili hamna tena. Nikampigia simu mama usiku kwa kwenye saa 6. Nikamweleza mama kwamba hapa ana matatizo. Kwa kweli mke wangu hali yake sio nzuri. Naona mtoto anapanda juu badala ya kushuka anapanda juu. Na matatizo yote, kwani Mungu mwenyewe atatembelea na kushuka ili kuponya kila mtu atakayehudhuria ibada hii. Njoo ili upate baraka na uponyaji mkuu. Ibada itaanza saa 4 kamili kanisani Mlima wa Moto Mikocheni B, kwa mbeba maono mchungaji kiongozi Mheshimiwa Dr. Gertrude Rwakatare.